Deus, karibu. Adija, mbona unarudia makosa wewe? Nilikwambia nini kuhusu Deus? Mbona tulienda hadi kuona kuzuia kuhusu Deus? Alafu leo unakuja naye Deus hadi hapa nyumbani. Alafu na wewe si nilikuja hadi kwenu wewe kukuzuia kuhusu Adija. Leo imekweje? Lakini nini? Na nilikupa onyo kabisa kuhusu au mapenzi au na huyu mwanafunzi. Mbona unashindwa kunielewa? Dada, mimi naona kama unanionea tu. Sina makosa. Mdogo wako ndiye aliyenikaribisha hapa. Dayuna, huyu Deus amefuata nini tena hapa? Tulienda mimi na wewe kumkanya asije hapa. Unajua usinisumbue akili. Wewe si umekuja na Deus wewe? Yaani mimi Adija unafanya huo uelewi au? Sasa basi. Hadija, narudia tena Hadija. Kwa jambo lolote au tatizo lolote litakalokukuta, usinishirikishe kama dada yako. Nimekusaidia vya kutosha na isitoshe. Mama akitoka safarini, Hadija nitamwambia mama. Naomba wachane na mimi. We mjinga wewe. Wewe ndio uliyesababisha dadangu mimi ananizaba kibao. Hadija, usinilaumu mimi. Kumbuka nilikuuliza vipi kuhusu dada yako. Ukanitoa wasiwasi kabisa kwamba kuhusu dadangu haina shida. Ona sasa kilichotokea. Au furaha yako ni kuona mimi naumia, si ndio? Ndio nimepigwa sasa. Furaha. Mlango, 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 mlango. Mbona kama sielewi? Yaani nimetoka na Hadija vizuri, nifika hadi nyumbani kwao. Cha ajabu naenda kuambulia kofi. Halafu Hadija, mbona leo nimeshindwa kumuelewa? Deus, karibu. Sina makosa. Mdogo wako ndiye aliyenikaribisha hapa. Dayuna, huyu Deus amefuata nini tena hapa? Tulienda mimi na wewe kumkanya asije hapa. Unajua usinisumbue akili. Hadija nilitoka naye nyumbani. Alikuwa amevaa kilemba cheusi. Ila sasa cha ajabu, yaani kitendo cha kupigwa kofi, eti nakuja ugeuka na kuta tena ameshabadilisha mtandio. Inawezekanaje wakati hajatoka pale? Hapana, huu ni mchezo. Sikuwa ndo jini ambalo linapoteza watu hapa kijijini. Ndugu zangu.
kuna jini linadanganya kwa upole, linawaita ingia, utaona maajabu mbele. Zayumba. Wewe ni nani? Na kwa nini upo hapa ndani? Kaka, shida nini kaka? Ome mdogo wangu, acha tu. Nimeota ndoto mbaya. Kaka, ni ndoto gani hiyo? Lakini nipo sawa, wala hata usijali. Hapana kaka, uko sawa. Naomba niambie ni ndoto gani hiyo ambayo inakufanya mpaka vile? Naomba mdogo wangu kapumzike. Nitakuelezea asubuhi. Ni sawa, lakini kaka mimi nilikwambia usiku umeenda, nenda kapumzike, ukasema unasoma. Ni kweli. Sema kuna vitu vyangu nilikuwa navimalizia hapa kuvisoma. Nikaa nimepitia usingizi, nimelala hapa. Mimi naiti kingine sasa yuko umelala wewe. Ndio vipelekea mpaka kwa hiyo. Na kingine wanasema kwamba ukilala umejikunja unaweza kuwa unapaa. Lakini mbona hamna hata itokee? Usijali. Hata hivyo ni sawa. Sawa. Wewe utasema baba kitu. I swear. Yusufu, mimi nimekuita hapa mwenzako na matatizo. Matatizo gani? Si unamkumbuka ile kijana aliyekuwa ananifuatilia mimi, ananitaka kimapenzi? Namaanisha Deus? Ndiyo. Imefikia hatua ananifuata hadi nyumbani akiwa na rafiki yake. Kwa kweli hicho kitendo hakijanifurahisha. Niliamua nimwambie dada. Tulienda na dada hadi nyumbani kwao. Dada alimkanya,
alimwambia akae mbali na mimi na sirudie tena kurudi nyumbani kwetu. Lakini kinachonishangaza nilimkuta Deus akiwa na dadangu nyumbani kwetu. Tajiri. Nakuona upo mazingira ya nyumbani umetulia umepunga upepo. Vipi kwanza tajiri? Safi tupo. Sasa tajiri bwana, mimi nilikuwa napita pita zangu hapo njia za hapa karibu na kwako. Sasa nikasema ngoja nje kutembelea kidogo. Sema jambo kubwa ambalo limenifanya nije hapa bwana, nimekuja kuuliza kazini hasa hata utafungua lini? Maana tunahenga hapa mtaani hatuna hata kazi. Ni kweli Niki unachokizungumza kipo sahihi. Lakini hali ya hewa haiko sawa hapa kijijini. Naona elewa fika hiyo. Ila hali ya hewa ikikaa sawa hapa kijijini, tutaendelea na kazi. Kuna kitu hapa kingine nimekiwaza. Cha hela hichi. Yaani kaombea kafulani hivi ambacho kina umuhimu kwako. Sasa bwana, kaka aliendaga huko kwa mtaalamu. Wazee wa mandunguli changala. Juu utajua wewe, huwezi kuelewa. Mganga yani namaanisha. Sasa alipoenda kule, yule mtaalamu alimuelezea kuhusu kiumbe ambacho kinasumbua hapa katika hichi kijiji. Alimpa dawa. Hiyo dawa unaambiwa ukiimeza hakugusi. Hakugusi. Kidogo ulinzi lazima uweke salama. Hakugusi. Kwa hiyo sasa hapo mimi nilikuwa tunaomba unipe hata chochote tu mimi nakupa. Niki, unajua mimi nashindwa kukuamini kutokana na tabia zako za hapa kijijini. Wewe mwanaume lakini una mdomo hatari. Ila sawa, nakupatia pesa yangu, lakini endapo ukinidanganya, nitakachokufanya Niki, utanichukia. Hapo good idea. Hapo umepiga kama pepa. Naweza katokea sehemu hiyo. Bwana. Mpigo wenyewe huu. Hivyo hapo hivi. Mbili tu zinakutosha. Yaani usitoke kwenye mfumo. Ukiona tu umeingiliwa na kitu ambacho kielewi meza. Kwa hiyo ndio hivyo. Sasa tajiri, nadhani malengo makubwa ni hayo, lakini kama tuna chochote kitu ndani nako, chakula kula unaweza tu kanipa kidogo nikabi. Wewe. Kwa kaka yako yule mjumbe hajapika au? Hebu naomba uende. Haya. Hicho ndo kinachonipa wasiwasi. Aliyakuwa dada anajua Deus anataka kuniharibia mimi ndoto zangu. Na bado haitoshi. Dada tena ananizaba mimi kibao na nilaumu mimi ndo ndiye mleta pale Deus. Kwa kweli siko sawa kabisa. Nachokuomba ukaniombee ruhusa shule kwa Sanchomi. Sidhani kama nitaweza kukusaidia. Kwa sababu nimekuwa mtoro sana shuleni. Yote hayo ni kwa sababu ya matatizo ya hapa kijijini. Hapana Yusufu, unaweza. Nenda tu kaniombee ruhusa. Yote haya nimekuambia kwa sababu mimi siko sawa. Kama unavyojua mimi sipendi kuwa mtoro. Sihitaji kuwa na CV mbaya kwa walimu. Haya sawa. Nitaangalia namna ya kukusaidia. Na endapo nikishindwa mimi, nitamtuma rafiki yangu Mayala. Basi sawa. Nasla, kama nilivyokuambia, mimi sasa hivi sihitaji kabisa ugomvi na wewe. Najua kuwa mahusiano yangu mimi na kaka yako haujawahi kuyafurahia kabisa. Hii ni kwa sababu kila yengo utakayonikuta na kaka yako lazima uje kwa shari. Hivyo mimi nimekuja kukuomba msamaha kwa yote yale yaliyotokea. Na ninakuahidi kuwa mimi na kaka yako sitakuwa tena kwenye mahusiano. Nahisi ulinielewa vibaya. Kama unakumbuka, mara ya mwisho nilipokuja na kaka hapa niliwaambia nini? Kwani mkiona mimi nina shida? Kinachonekera mimi, mnavunja mila na taratibu za hiki kijiji. Kwa mfano sasa, mmevutana huko amekutia mimba. Unaonekana kama kakangu atakuoa. Akikataje?
Hiyo mimba utampelekea nani? Hayo unayoongea Nasla ni sawa, lakini unajua kuwa kaka yako ndio muamuzi mkuu juu haya mambo. Kama yeye ataamua tuoane kwa kufuata hizo mila ni sawa, lakini yeye hajawahi kabisa kugusia kuhusu hili swala. Sasa hayo ni nyie. Basi sawa, ngoja mimi niende. Subiri. Hivi una taarifa kuhusiana na kinga dhidi ya huyu jini anayepoteza watu hapa kijijini? Hapana, sina taarifa hizo. Kangu alitoka mjumbe na walipatiwa mbegu ambazo ni kinga, na mbegu hizo unazimeza pindi tu unapohisi jini amekuingia. Tahadhari, usitafune, hizo kusababisha kupoteza maisha. Hizo kinga nazipataje? Au unazo unipatie? Mbegu ninazo, ila kukupatia hapo kipengele, kwa sababu kakaangu mwenyewe alinipatia mbegu 2 tu. Hapo cha kukusaidia labda nisubiri kakaangu arudi, nitaongea naye, labda kama bado anazo akupatia hata 1. Basi sawa, hakikisha basi unanisaidia kwa hiyo. Basi sawa, mimi naenda. Haya.